nilikuwa na chimba shimo, naingia kwenye shimo. Sasa wakati wa kutoka wakasema ametoka Inaga, nikawa Inaga sasa. Ila la Inaga nilipewa na washabiki. Ni hiyo 99 mwezi wa 4 nikapewa jina la Inaga sasa. Nilikuwa na chimba, naingia humo, navaa humo vifaa vyangu, nikitoka sasa huwa nimeshavaa. Sasa watu wakaniita Inaga. Hilo jina sikupewa na baba uganga, nilipewa na washabiki. Hilo shimo lilikuwa na sababu nyingi. Naweza kuingia, huwa naweka maji. Sasa hayo maji naenda na chombo bakuli na yawekea hizi rangi hizi tu, rangi za juisi, si anakuwa mekundu. Wakati nataka kutoka, naanza kutoa maji kusudi watu wanisubirie. Silikuwa ngoma za pointi. Wanisubirie watu nishinde. Hilo shimo limewahangaisha sana wenzangu. Baadaye wakakataa, si wanachimba shimo, lakini na mimi nimezoea na chimba tu. Na jina la Ibazu sasa likazidiwa, ikawa Inaga tu. Maana jina la Ibazu Mwanangika ni sawa kwamba ni ukoo wa wacheza ngoma. Hilo jina ni la Wagika. Ila Inaga nimepewa na watu, sio la Ugika tena. Halina maana yoyote. Halina maana yoyote hilo. Si nimepewa na watu tu. Ila mimi ni Ibazu. Okay, sawa. Jina hilo baada ya kupewa ndio likawa maarufu kuliko. Likawa maarufu nilipopewa hiyo jina. Tena likawa maarufu sana. Mpaka leo. Na kila Msukuma alipo analitambua sana hili jina la Ibazu alijui. Na kipindi kile nilikuwa nacheza ngoma sio hizi ninazocheza saa hizi beni. Nilikuwa nacheza ngoma, zilikuwa nyingi sana ngoma zangu. Nilikuwa nacheza ngoma za wakulima. Wakati wa mapalizi tulikuwa tunaenda tunapalilia kwa mtu. Hivyo sikujua kwamba nitakomaa. Baadaye nikakomaa sasa. Na mimi nikaingia kwenye beni ambayo nacheza saa hizi. Baada jina Mliambelele lilitokana na jina la Inaga Mliambelele. Mzee Manengero alikataa kwamba hizi ngoma zenu, wakati sasa niko kwenye ngoma za wakulima, hizi ngoma zenu ni ndogo, sio kubwa, nitapigwa faini mimi na Wagika. Maana tulikuwa tunacheza tu, hata Mgika piga tu. Hata mwenzako mzee Manengero akakataa sasa. Akasema siwezi mimi kusimamia, nenda kwa mtoto wangu Mliambelele Gwalila. Ndio nikajulikana Inaga Mliambelele. Yeye mzee Mliambelele lile maarufu lile. Lile zee kabisa ile mzee Gwalila lile. Jina la Inaga kukua ndio nikaanza kukutana na kina Madebe. Ila Madebe alinikuta nikiwa nipo tu kwenye msafara. Lakini alikuja kwa nguvu akavuma, ikabidi tupambane naye. Ila niliokuwa napambana nao sasa, nilianzia hawa Mwanakawa, Ukondia Mabiti. Ukondia Mabiti siku hizi amefariki, na marehemu Shirunguja. Hao ndio nilikuwa ni mapambano hasa tukikutana. Sio kwamba labda nilikuwa nawashinda mimi tu, na wao walikuwa wananipiga jamaa. Ila baadaye nikawazidi. Sasa kuwazidi ndipo kupewa sasa Mwanadudila na Madebe. Mwanadudila alikuwa na nguvu, lakini nilimzidi hata yeye mpaka kajua kwamba nimzidi. Ambaye nimehangaika kumshusha ni Madebe. Madebe nimehangaika sana kumshusha. Baadaye uwezo wa Mwenyezi Mungu nikaupata, nikamzidi na Madebe. Sasa nilipomzidi Madebe, wengine sasa hamna. Huyu marehemu Chilunga tulikuwa tunacheza naye ngoma mengi, lakini yeye kanipiga ngoma moja tu, mengine